Clouds TV, empowering lives. Ilikuwa under which topic? Under which topic? 3 types of curses. Tukafanya ya kwanza ilikuwa ni generational curses. Tukakuja ya pili, tukakuja ni occultic curses. Now we are entering ya mwisho, ya third, ambayo inaitwa spiritual curses. Bwana Yesu asifiwe sana. The spiritual curses, those are the three most dangerous curses that can happen in your life. Na hii tunaingia kila mtu hapa ako ndani yake. All of you, including myself, tuko ndani yake. Hii tunahitaji Mungu tu atusaidie. Because these things that have been happening and they happening. Tusome kitabu cha Genesis. Nifuate hii naongea mambo ya blessings. Nifuate. What is the Jacob journey of Egypt, Joseph redeemed. I think it's 38. Pale Jacob alibariki watoto wake, unaona? 49. It should be around there. Wasiliulisha kwa nini hii kitabu sijui. Na pia kwa sababu leo pata. 48 ama 49. It should be 49. Hata kama sijajua vizuri. Jacob last words to his sons. Jacob last words to his sons. Chugosha mwisho Jacob. Nisho tuga huko wito nikoleke boga hapo. Hii nyumba yetu iko na nini? Kuna boga hapo, kuna neno lilinenwa. Hilo neno ndio tunaita spiritual curse. And this emanates from the spiritual mistakes that we make in our family. The spiritual mistake we make in hiyo ndio inaleta kitu inaitwa spiritual curses. When I say so what happens, what is spoken by somebody inakusababishia unaingia into a curse. Whatever that was released, ndio naona tunaombea mtu ako Amerika na anapona ukiwa hapa na simu. Unaombea mtu ako Australia ukiwa hapa na anapona. Because what you are dealing with, it is not the physical aspect, it is the spiritual aspect. Life is spiritual. Anything that we do on earth, it is spiritual. Nothing that is not what we need. Nothing that comes from the physical part. Everything starts with the spiritual. Ukiona kitu imefanyika, kidonda imeingia kwa mwili, ama accident imefanyika, ama kuna jambo limetendeka kwako, kilitendeka kitambo, even haukujua. It starts with the spirit. Mambo yote ambayo inafanyika, wewe kuumbwa kwako, you existed before you existed. Hallelujah. You existed before what? You existed. Kuanguka kwako kulikuwepo kabla haujaanguka. That is why the Bible in the book of Jeremiah 1 verse 4 inasema, before you were born, I knew you. Before what? You were born, you were existing, you were known. That I set you apart. When I say before you were born, I set you apart, I sanctified you, and I ordained you to become a prophet unto the nation. So this is when you were born, before you were born. The Bible strictly says, before your mother and your father came to be, you were known. Meaning, before you, before even your mother was born, from the mother and the shosho and the guka, this you are known. Did you get me there? Are you catching with me? So before your guka and before your shosho existed, you are known. And before the guka and the guka existed, and the guka wa guka, you were known. So how old are you? Yeah? So how old are you? How old are you? You are very old. Unaonaga watu, kuna watu wanafanyaka vituko, unashindwa. Si mnashita kwa wiki anakoga na mabogani. Naona wengi ile maneno anaongea. Bado unashindwa. Hii maneno ametoka kwa Biblia ama hajatoka kwa Biblia? Si ndio?
Because I'm a very old man. I'm a very old man. Ile maneno nakupatia kata wewe msesi unashaka. Because these are not my words. These are words from my age. Because I am about 2,000 years. I'm at 4,000 years. Nikamsema ama utumseme niko about 1 million years. Nikamwambia kuno. Tell kakuro. Yes. You also kiangalia mtu ile vitu anafanya vituko anafanya. Unaona huyu mtu ni mtu anafanya vitu za uzee sana. Why? The Bible has given us a direction. Has given account that before you existed physically, you existed spiritually. Bwana Yesu asifiwe sana. You were there. That is why when we die, we return where we had come from. You become a spirit. The body goes where it came from. And you, the spirit, goes back. Now, rest in peace in eternity. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alale kwema peponi. Kwenye mapepo kule, kwenye mawio, wewe ukakae huko. That is the reason I'm saying you that before you existed, life is a spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Life is not physical. Life is what? A spirit. Let me test you. Come here. And then you come and go and so that is what I'm talking about. Thank you. Thank you. Give me that. Give kill that. Give it get away. That's what I want to discuss today. Give get away. But the way we keep it. Nikiona wako mmoja huyo. Matika utamu mmoja nikuwe na ndoa tutuo helia mwile tutuo na one hour utakwajeni manita 3 hours ago ulikuwa naitwa mamu ito, lakini sasa kukuja watu wawili kuondoa ile mwili tupeleke mwili sasa kwa mwili tupeleke kwa mwili iweko kwa gari mwili, because the owner of you has gone, the body is left. Bwana Yesu asifiwe sana. And when you are left, everybody runs away from you. When you without the spirit, nobody will want you. Nile majika kulikala kuende tumungu nyamungu tadaru tukalo nakuile kitanda kitanda kiuko ni nami nitenda tadari wako. Kitanda kiuko na nikati kulikala kuende tumungu nyamungu. Kakele ndio uliko pana sita mzee. Pana sita mzee. Kaekila kuile kitanda kiuko. Hiyo kitanda bako unachoka. Na utaki hata kumwangalia mwezi tatu. Hata hiyo nyumba utakaa miezi 6 bila kuingia hiyo nyumba, because the owner has gone. The owner that you connect with has gone. This body is a foreign body. It is something that is foreign, that is not even wanted here in this world. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wewe hapo wacha kutulikia na hiyo mwili yako. Ikitorokwa hata wewe utatorokwa na kila mtu. Bwana Yesu. President mzima anaitwa Moi. Alikuwa na nyumba pale Kibera, alikufia pale Kibera. Lakini tulienda kumwangalia, nilikuwa nafikia kusana. Tulienda hapo hii moja. Tukakuta kimsema kilikuwa kinaongea, kila mtu anapojua kimewekwa juu ya mama. Na hapo na nyumba nzuri. Na kitanda yake imejengwa koro hapo, kila kitu liko. Lakini tulimwekelea wapi? Kimawe kibariki. Because moja cha tenda. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So this
what we call the spiritual curses, they are enshrined na ziko compounded in the spirit. So when they are spoken, they are retained forever. When they are spoken, they exist and they are powerfully there, and nobody can be able to change them apart from you and God. Nikiwa wewe ukisoma Jeremiah 35, wale wazee waliambiwa familia ya Rekabu, wakaambiwa Jeremiah akatumwa akaenda kwa familia ya Rekabu, uwapeleke kwa nyumba moja ya nyumba kama hii, urudi uwapeleke kwa Karumu kale karibu ka festival, wende wapatie kila mtu glasi ya wine, glasi ya wine, glasi ya wine. Akawaita wote wakakuja, akawaambia kama teni wine. Walimwambia Jeremiah, wewe na kiokokio mwanafiki mwanadamu, jicho yako inaonekana ni kama ni baya. Vipi kama hizo? Awakilani fadha alituambia tusiwahi kunywa. Awakilani fadha alituambia tusifanye nini? Tusiwahi kukunywa wala kupanda misabibu wala kulima misabibu wala kujenga manyumba wala kufanya jambo lolote. Tuishi kwenye nyumba za nini? Tuishi kwenye nyumba zinaitwa hema. Hii nchi ambayo tunaishi kama wageni. You understand that? Ati tuliambiwa tusiwahi kunywa wine, tusiwahi lima misabibu, tusiwahi jenga nyumba, tutule huko nyumba, tutule hema ine, huko tule ahead. So these are the first IDPs ambao wali-exist katika dunia hii. Ni nyumba ya Wanyakamu. Waliishi kwenye tent in a foreign land. But they have been forewarned never to plant, never to drink wine, never to plant vineyards, and never even to build houses. Why? And when the man of God was sent by God to go and tell them to drink this wine, they never asked the man of God, why have you told us? Ni kwa nini umetuambia tukunywe wine, mtu wa Mungu? Na hata umetuleta kwa nyumba ya Mungu, unaoka kudhaki yake kwa Bwana. Hakuna mtu alisikia. Hakuna. Ile kitu walisikia waliruka wakaambia huyu mzee Jeremiah, huko kutakuwa na kirumi. Hiyo sasa ndio kirumi nazungumzia. That is a spiritual curse. Hiyo murabu, hiyo ilitolewa na Mungu. Hiyo ilitolewa na mama yako. Hiyo ilitolewa na hiyo bwana mlikuwa na yeye. Hiyo ilitolewa na hiyo kipenzi chako cha roho. Ile mlitoa. Ile maneno mnazungumzaka mkiwa kwa hiyo kitendo. Hiyo maneno ina develop inakuwa spiritual curse. Sababu wake mwingine only for 2 seconds. Ukiulizwa ulisema nini? Nimejaleti. Nimeongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisema hautai kuniacha. Sio umesema hata taiko utanipatia. Sio umesema wewe mimi sijasema already hizo words already zimejiandikisha. Ukireverse and again at the act, what were you doing when you are releasing those words? Also determine. Nikiachilia maneno nikiwa hapa, I'm most so dangerous to your life. I can destroy your life completely nikiwa hapa. Nikushautie nikiwa hapa. Kimbia haraka sana uje kuja mkono hapa. Uikae hapa mpaka niseme neno ya kulibasa. Lakini ukiacha uende, nimekamata. Na itakukula. Hiyo maneno unasikia tukifanya tukiwa kwa kono. Tukikamatana hapo tukisema wewe unasikia sasa uko haile unatoa matamshi mzuri. Kumbuka unafanya hivyo ukiwa uchi. Ndio kwanza uchi unafanya kama nini? Uchi. You are naked. Naked meaning umerudi venye umekuwa venye umekuja dunia hii. Then when you went there, mimi nikiingia hapo nilikia kama nimepiga magoti. Nikiwa uchi. Mimi this is a contest. Ni a contest in a way. Ni kitu nimekipigia magoti ndio nirudi hapo. Na nimetoa maneno kwa hiyo Mungu. Huyo Mungu sasa ameanza kutawala maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. That is why sex must be holy. Sex must be what? Be holy. Lakini hii nimekuja nimekamata mwana kimwana kizuri,
Kitu cha pili, I will enter there when I'm naked. I will do confessions when I'm naked. Katika wakati tulikuwa kwa mkeke, wale watu walikuwa kwa mkeke kama nyinyi ni wangapi? Kwa mkono. Wale tulikuwa kwa mkeke. Nilikuwa peke yangu. Umeniruka sawa, tutakula sana. Ukiingia hata ukienda kule kwa shetani, hata wewe most cults, when you do confessions, when you do unakula kiapo, you do it when you are naked. You don't do it ukiwa umevaa nguo. Na ndio unaona hata mchai wakienda kudoga, wanaendaka kudoga wakiwa naked. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kiapo wanyuma. Ile kiapo ndio wanyuma. Ndio kwa nini? Wewe ni wanyuma. Ni kwa nini niulize aje? Niulize aje? Niulize hiyo kiapo hiyo ya mgeke na hiyo ya baumau. Hakuna Mkikuyu hapa hajakula hiyo kiapo. Mama yako alikula kiapo ilikuwa kwa mdhalimu. Wanahesabiwa ile kitu ilikuwa kwa mdhalimu. You are part of that oath. If your mother took an oath, if your father took an oath, you are part and parcel. Ulikunywa pamoja. Na mama yako akikunywa hiyo kiapo, ulikunywa kiwa ndoi uchi. Akazunguka kitu tulikuwa tunatengeneza. Ushetani ni kitu baya. Ni kitu tunatengeneza hivi. Alafu unazunguka mara ngapi? Mara 7 kwa hiyo kitu unazunguka hivi. Ukiwa ndoi unazunguka mara 7. Kisha unamulishwa nyama ya kusi mara 7. Kisha unanena maneno mara 7. Hiyo ni viapo 21 ile iko kwa. Amomosho ndio Korea. Badala ya washo. Ndio unaona gakinyeria waganu kwa maide manyu kijarosharo nitawafikishia nini? And the Bible in English they say what? Is it a sin or what? The iniquity. Not sin. The iniquities. The iniquities is the activities that your father did that are of spiritual nature. Bwana Yesu asifiwe. They don't talk of the sin. They talk of the iniquities. Those are the things that your fathers did. Maana mwana fanywe kaka. Tumara tulala ndio tuile tunakuwa. Tumara tunowo kuwa as a father because it you inherited it from your father. Hello. Umesuka kidogo? Umesikia wewe ni mke wako kwa mke. Na kama haujaliwasi wewe ni mke. Sasa jambo yake mara mke. Wewe ni mke. Mimi kwa mimi. So when this word, hizi maneno tulifanya tukizunguka hivi, tunazunguka mara 7. Hiyo ndio inaitwa spiritual connotations, maneno ambayo yana involve spirit. Because hapa tukizungumza wakati ukikujua sikia unasema so God help me. Okay? So that God, that the deity you are believing in, that is the deity you tell. So God help me. Bwana Yesu asifiwe. Ukikunyishwa kiapo na mtu hata ile tunakuja ya pombe tunaguzana, nasema Mungu anione. Hiyo sasa Mungu amekuona na ameandika. Kale kabla friend ulikuwa nako, kale kakwanza kabisa, kale ulidunga hapo kakapatia damu. Na wewe kakaraba damu na ukabia Mungu ameona, aliona na akaandika. That is your husband. Hii kitu yote ni mkono. Huyo alibreak virginity yako. Huyo ndio bwana yako. Kule ndio anajulikana. Hii kitu yote ni mikono. Kwa sababu blood was involved. Wakati you broke the virginity, blood was involved. You made a blood covenant. Then ukaswea, ukatoboa hapa, na mimi nikatoboa katirabisha, na wewe ukanirabisha. Akasema mama yako ndiye alikuwa.
Uliwasha kete shugushi kugaba yake ile darutika. So who is your husband? That one. Oshuokile mayakai digarutika. That is now the real husband. That is why you are hustling. That is why there is no man can touch you and live with you. Na hata akiingia kwa maisha yako utakuwa ni vita tu, kwa sababu kuna damu ilimwagika mahali na kuna kiapo kilifanyika mahali. Ninaongea. Tatu za gari cheni amekumbuka. Kijana kilikuwa kinaitwa Kenyan. Kilikuwa kinaitwa Kenyan. Ndio nataka Kenyan. Mwezi kumi. Kalia. Mkaikia kwa baa. Leo kutakuta huko na mabibi karibu milioni 1 ama wanaume karibu milioni. Mkaikia kwa baa. Kama yule tulikuwa naye hapa alikuwa my ex tulikuwa tunakunywa kwa glasi moja na siku ati tukunywa meza. Nilikunywa niweke kwa mdomo yangu. Na yeye akunywe aniweke kwa mdomo yangu. That is the worst order. That is the worst. Na ndio wazee walikuwa wanamwaga pombe ya kuratini wakati walikuwa wananunua madhabahu. Pombe ni kitu muhimu sana katika kuinua madhabahu ya shetani na hata madhabahu ya Mungu. Unasikia kuna alcohol, wine. Bwana Yesu asifiwe sana. Because pombe hutumika kuinua madhabahu, kufufua nguvu fulani, kufufua mizimu. Wazee wetu walikuwa na mara 3 wanataja shosho, kuka, wanamuita. Alafu una-invoke the spirit, unaitisha zile spirit zinakuja. Now from there, hiyo kwa vyote mtakunya mlatina, hawa wale watu watakuwa kiwazungumzia. Ni hawa watu walikufa zamani because umearahora, kwa Kikuyu tunasema kuarahora kwa nini? Ile pombe ilikuwa inakunywa mami kule kwa baa, unakanyaga huko unafanya hivi. Joshi rode na dokadie mona. Joshi wenda mukanya wana wadie dogekiona. Ndakukania, you are speaking to those communities. Inawasha kiweke washo ndio kitu. Those invocation, those altercations that we make, that forms the component of the spiritual mistakes that we normally do. And these mistakes, zina transcend, zinakuwa curses. Every word that your father spoke against you, or even spoke for you, because not all words that were spoken for you that are good. All those words that were spoken against you does not mean they are bad to you. Because every word, maybe your mother told you, nimekupatia mahali hapa uwe ukilima. Alafu sio ni baraka. Alafu uachane na hapo uliambiwa na mama yako, uende uachane na hiyo shamba. That's a curse kushika. Because you have been tied, umefungwa na hiyo shamba. Maisha yako yote, hiyo shamba ni yako. Na ukiiacha uende, hakuna mahali popote utaenda hautafaulu, because your mother's spirit is there. It will be speaking to you. Na unaweza kukulaani, nikwambie wewe toka hapa mjika hii, that's a curse. Ikisimama hapa nikuite mjika, that's a curse. There are 4 people that can cause a very dangerous curse in your family. That's number 1, your father or your parents. They're the most dangerous people who can cause a permanent curse, a permanent scar in your life. Number 2, your spiritual man of God, your pastor, your bishop, your teacher, mwalimu katika madhabahu. Hawa watu ni watu hatari. Jichunge sana na ujihadhari unapofanya hili yote na hao. Wanapofanya maagano aina yote hali, ukijua hawa watu ni watu hatari. Namba 3, mwalimu ule kufundisha shule. Huyo mtu naye ako na authority kwa maisha yako. Sababu hiyo masomo unatumia, ile akili yote unatumia ni mwalimu. Kwanza ni mwalimu wa nursery. Ushaikuta na mwalimu wa nursery, unaona ni kama unaweza kupiga kwa na sport. Mpaka sasa hivi wewe ni msee, lakini unaona mwalimu mwana ataliwaje hata wajulia. Ndio wale ndio okay. Unafikiria kupiga chochoro pili na muogopa mpaka sasa because of what he invoked in your life.
Ukikutana na mwalimu wenu zinasikia kucheka, utatemeka kidogo. Na nikamwelea karibu wewe, unasikia kutetemeka kidogo. So he evoked a spirit in you. And number 4, the leaders in the society, the chief, the DO, the president, the MP, people in power, people in control. Those people can manipulate, can destroy your life, can bring you down. Those are the 4 leaders in life that can destroy your life, that can make you redundant. You are suffering because of your mother. You are suffering because of your father. You are suffering because of that teacher. Ule mwalimu ulitoka na akakwambia wewe tatata bure kabisa. Hakuna mahali utaenda. Hiyo tu inatosha kuvuka maisha yako. Yule chifu ulitukana wewe chifu tatata kwa sababu alileta kupaka. Kuleta mtu akimweka na mpaka na yeye kwa hivyo. Ile matusi ulitukana na yeye akakwambia tutaona mahali utaenda. Hiyo tu inatosha. Hakuna mahali utaenda. Amelani, amekukamata. You will not make it. You will not go anywhere. You will live in this world. Your father and your mother. Ile maneno wanatoaga, ile maneno wanazungumzaga, ile makelele mnapigianaga. Hiyo ni makelele. Ukipigiana makelele na mama yako, ukiona amepoa, tafuta kitu kidogo, sukari ama kamutu kadogo, kimbia kwake. Ubembeleze, mkio katika maongezi, mwambie mami, nenda uende nisamee, nilitoa nilikukosea. Jana nilikasirika sana. Nditida kuna yule hapa. Sijaona. Sijaona. Na ulikasirika. Paka ukalia. Na unitaka shika hiyo 1000 tushika. Shika hiyo ndio mkono ule mkikuyu. Bila mtandao kafiri kukamata daraja na ndio mimi shika. Mami yeye tusiku. Aliyetusiku unapiga magoti chini. Na pia ongea tu neno mtu mmoja kubariki. Akiwekelea mkono sasa nikubariki. Unatoka. Unaona wakikuyu. Kwa sababu funguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are things ambazo tunaignore. Mama napiga makelele ile hadi ya kwenda gana ile na ulevi ile. That's got not that. Hata mtu mwenye ndio ndio ana dementia. Ile ndio amrudi ile. Ndio ana dementia. Wacha na dementia ni yake. Watu hiyo hana mimi. Hiyo maneno ameongea. Enda uondoe kabisa. Maneno ya baba ni baya. Hebu tusikilize hapa. Jacob was word, and Jacob called his sons and said, gather together that I may tell you what shall befall you in the last days. Aliwaambia, he is just talking. Hakuna kafara, hakuna Biblia ilete, hakuna mafuta iwekelea hapo, hakuna msumari ya kisha. Hapana. Aliwaambia kujeni niwaambie ile maneno itawafanyikia baadaye. Simple as that. That kamugapo. Hiyo neno tu inatosha kumaliza wewe. Na alimaliza watu hapa. Mkiangalia hapa watu walimaliza. Anasema Ruben, you are my firstborn, my mighty and the beginning of my strength, the excellence of dignity and the excellence of power, unstable as waters, you shall not excel, because you went up to your father's bed. Then you defiled it. He went up to my porch. Enough. Akitafuta Ruben. Ni mtoto wa kwanza. Tulizungumzia leo mambo ya firstborn. Ni mtoto wa kwanza. Lakini maisha yake yalibadilika. Ruben historia yake ndio inakuwa karas. And you shall never excel. Na nikuongea anaongea. Hakuna madhabahu, hakuna majiombea derika papa linda. Pole pole na story wanapiga. Story. Hiyo kama hiyo sauti. Hiyo tunafaa kuangalia sana. Mchungaji wako akiwa hapa. Tunaangalia. Ukakuta mchungaji wako hapo amebeba mamizigo hivi, anaenda na wewe tu na mwingine unapita tu. Hiyo ni laana kwa sababu nitakukazi. Umodo utatabulika kwa mambo. Nitaongelesha mimi huyo jamaa kwa ndani yako ataongea na akiongea na mimi nitamjibu nimwambie mapasta maya maji kwa isikana mambo ndio leo huko. Kaite jeria tu ndio ndio. You are finished. Nikaambia Mungu jejeria ode ndio. You are finished. At the straight complete. Because you have been wicked, nimemeka complain kule juu ya kwamba sijapata watu wazuri. Kwa hivyo hata ukitoka hapa utatolewa hapa kama reject. Meaning hakuna mahali utakuwa accepted. Because you are rejected. You never supported this man.
Bwana ni awasho. Hallelujah. So this man alisema akamwambia Ruben, akarudi anastable. Utakuwa stable. Kwa hivyo kuna watu wako hapa, they are not stable because of the comments ambazo zilifanywa na baba yao. Je, nataka na akili yangu. Je, like now I've spent like 200,000 because of Jen. Na hii pesa yote nimemwaga. Pesa jasho yangu imemwagika chini. Who spoiled my daughter? Nani ajaribu? That is a curse. Hiyo jasho nasema ilimwagika. Hiyo jasho nasema utalipa hivi. Na utalipa na uchumi. Labda utakuwa ukilipa na mwili yako. Hiyo maneno anasema. That is why it's so important for you. Zamani wazazi wetu tulikuwa tukiwaona wakikuja, unapiga chochote ndani ya mahindi, usikutane naye. Apite. Lakini siku hizi iko kifuta kwa mzee. Toka na koko hiyo ndio ndio. Si anazia kwa nisi. Anazia kwa kile kile. That's a curse. And it's spiritual. Bwana Yesu asifiwe. Akamuita Simon na Levi, our brothers, instrument of cruelty are in their dwelling place. Let not my soul enter their council. Let not my honor be united to be their assembly. For in their anger they slew a man, and in their self-will they hamstrung an ox. Cast be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Were they? Were they? Yes. Moses comes from this clan, and his cruelty, his anger, made him not even to seek God. His anger. So anger is part of a curse. Hiyo spirit tunakuwa nayo ya anger. Unaongea, unakasirika, makasiriko ingine mpaka dunia yote inajua umekasirika. Unatoa mpaka unainua nguo zako, unakaa uchi kwa sababu ya makasiriko. Unachukua simu ama mwiko unagesa chini. Kila mtu anajua umekasirika. Inakuwa curse, is a form of a curse. The anger itself is a form of a curse because it is derived, manufactured and created to make sure that you don't go, because anger will limit you from your successes. Moses was unable to go to Canaan because of anger. Remember they are saying, in cruelty they strangled a man, and in cruelty Moses killed a man. Hallelujah. So those are the kind, it is just words. Ni maneno tu, ni story anapigia watoto, lakini inajiandika. These stories tunafanya hapa zinajiandika. Na hizi story unaona tukifanya kila siku zinajiandika. Therefore they will come to determine your destiny in the future. The stories you hear tunazungumza, they will always determine your future. Bwana Yesu asifiwe sana. Then let not verse 7 nasema, verse 8 nasema, Judah, you are he whom your brothers shall praise. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's children shall bow down before you. Did it happen? Yes. Judah is where Jesus comes from. And Judah was blessed to produce kings immediately. Judah was blessed. Their blessing, their Judah, was meant to result in an instant result. But ukiangalia story ya Judah, what happened with Judah? Judah, it took him so many years to produce that king. I want us to look at that so that we can know. I want to connect you. I think it's book of 40-something. Ule mama mkana, Judah and his first children. Nani najua hiyo ilikuwa wapi? Inakuwa Judah ameoa mtoto wake wa kwanza. With that it, I think it should be that it someday. Biblia naijua lakini na basi mambo wengine ni shida yake. Judah at the time. It came to pass at that time that Judah departed from his brother and visited a certain Deliverance whose name was Hira. And Judah saw the daughter of a certain Canaanite whose name was Shua.
and he married her and went into her. So she conceived and bore a son, and he called his first name Er. She conceived again and bore a son, and she called his name Onan. And she conceived yet again and bore a son, and he called his name Shelah. He was Chesed when he bore him. Then Judah took a wife for Er, his firstborn, and her name was Tamar. But Er, Judah's firstborn, was wicked in his sight of the Lord, and the Lord killed him. See, the firstborn again has been killed because he was wicked. So this one is the beginning of the end of a failure of a prophetic word from the Father. The death of Er became the death of the prophetic. He told the prophetic word was Judah will produce a king, that all your brothers shall be bowing to you. We only bow to kings. So Judah was to produce what? A king immediately. But what happened? His son Er was wicked in the sight of God, and God killed him. So, in a prophetic word of an immediate action, ikakosa kufanya kazi. And that is what many of us, you have been prophesied to. The word of God have been spoken to you, but until now, gani ili profesa hiyo, na mpaka sasa umezeeka, hakuna gani. Ndio ukienda kwa pasta yote, word of wisdom inakuja, kuna gari. Ukienda hapa kuna gari. Ukienda wapi kuna gari. But the car is not coming. It's not forthcoming. Why? Because kuna a problem. When the prophetic word was released, there's something that changed. There's something that did not work. And this is why the wickedness of our nature of life will cause this weak, the word that was said to you, a prophetic word, will not work. Will not do. Because there is a wickedness. This man became wicked, and God was not happy. Remember, this is a son ambaye alikuwa aoe bibi na akuwe the king, or azae mtoto akuwe the king. But instead he has died. Number 2, huyu mwanamke wakati kijana huyu alikufa, akaambiwa sasa nenda with the second born son, akaambiwa nini? Chukua bibi ya brada yako, uende ulale na yeye, uzalie brada yako watoto. Why uzalie brada yako watoto? Mbona ingekuwa different? Uzae watoto waitwa yeye. Because in the line of the first son, in the line of what? The first son, a king was to be produced. So that is why when uzalie brada yako, so why watoto wote utazaa? They are not your children. They are children who will be called by the name of your brother, who is the first name. Because in the line of your brother, a king will come. So Jacob, huyu mzee Judah, was trying to bring up and come up to fulfill a prophetic message, a prophetic walk, a prophetic course. When a prophetic course is interfered with, it limits and it causes the direction of God to be misguided. So whoever, as much as people spoke for you, as much as words, prophetic word has been spoken over your life, nothing will work because kumekuwa misdirection. The prophetic word has been misdirected. So this woman akalala na huyu jamaa wa pili, lakini huyu jamaa wa pili kwa sababu kuna misconception, kuna kaplan ka kuhakikisha the prophetic word za Jacob zitakuwa fulfilled. Jamaa akasema nitalala na yeye kwa sababu is an order, but sitamwona ndani, nitamwona nje. Na ndio nasikia watu wa masturbation, iwe mwanaume au mwanamke, you are supposed to die. You are condemned. Kama ushaifanya hiyo kitu na kidogo, kama ushaifanya na sabuni kwa watu, you are condemned to death. You are carrying a death sentence over your head. Bwana Yesu asifiwe sana. So this man walipomwaga naye Mungu akakasirika. He killed him. So there was another third boy. That boy was too young to take over this woman. But the agenda was it was to misconceive the real reason
for this man to exist. For the real reason was Jacob to be blessed, or Judah to be blessed with a king. But there was a plan. There was a plan. And this plan inaletangwa, unapatana na mama kama huyu, unamuoa. Kumbe huyu ni agent, ametumwa kuja kuua maono hiyo ndani yako. Kumbe huyu kimwanaume mkutana nacho nikitoa, nikidaki lakini hadisa. But in God's plan, in the devil's plan, kimetumwa, kikuje, kiingie kwa maisha yako, kihakikishe. Any plan of God does not work. Bwana Yesu asifiwe sana. So when Judah married this woman, ambaye anaitwa nini? Tamar was from kabila gani? Tusome tu hapo juu. Wali utalo. A certain Canaanite. A certain Canaanite woman. This woman was projected and born purposely to wait for Judah, so that whatever that we'll be doing as a family will be failures. So this woman she's told to wait for the third-born son, akuwe ndiye kuja zae mtoto. But the woman had a different plan and a different agenda. Praise be the name of God. So wakati Judah wakati amekaa Judah mke wake alikufa, na alipokufa huyu mwanamke, na nikisoma zaidi unakuta kuna uhusiano wa kifo cha mke wa Judah na the next step of action. Wakati mzee bibi yake alikufa, mzee alianza kutembea akichuka makodoo. Alipokuwa katika kutembea, kamama kalivaa buibui, kakajifunika vizuri venye huyu mzee hata kajua. Kakaenda kakatemu pale mzee anapita. Anajua, nafikiria huyu mzee alikula kikombe moja ya maratina. Kati akipita na mama alikuwa shakufa, ndio yake imagine mama amekufa, alafu aone kama mtu mzee aone kama mtu akipita. Mzee akachukulia akaona kama msichana kazuri. Akaambia, wewe kamrembo kuja. Kamrembo kakakuja kakinyenyekea, maana agenda imeingia. Plan imeingia. So not all people that come to your life that they are good. They can walk with you for even 20 years, only to wait for that decisive moment to capture and destroy you. Kamse kalikuona kamalaya, because alikuwa anatafuta malaya, alikuwa amekaa siku nyingi bila kutoka. So alipoona malaya akajua mimi nitapiga na ndio atokee na nirudi nyumbani kama nimepagusa mdomo. Kamama na kaka kakuwa hapo, kakauliza mzee, sasa wewe umeniita unataka nini? I want to enter you. Nao kamama kamuza, utanilipa pesa ngapi? Kumbuka ni ule mtoto, ni ule msichana ambaye aliolewa kwake, lakini amekuja na language ya umalaya. Akamwambia yale hate. Mzee akamwambia, bwana, mimi nitakupatia ile kitu nataka. Lazilete, nitakupatia buzi. Akamwambia bazilete. Mzee hakuwa na buzi. Mzee akaninsist, wewe nipatie, nikipie nitakuletea pesa. Akamwambia mama, akamwambia sasa utafanya hivi, wacha kitu, wewe nitakupatia. Lete kitu ile utaniachia, wewe ukienda lete buzi nitakurudishia. Immediately kamseka alikubali. The spirit of destruction ikaanza kazi na ikasimama into the position. That is where kuna mwanamke anaweza kuja tu ukutane naye na unaanza kushikwa na kimagnet. Kinakushika vizuri sana. Na unasikia kimagnet. Unaweza kukwenda usikie kimagnet. Unaweza kukwenda usikie kitu. Unaweza kukwenda kitu. Kumbe the timing of your destruction imeingia. Mzee hapo ndio alikuwa kamatiwe amalizwe. Because the woman had come to give the prophetic word of Jacob that your children, your brothers zako zitakuinamia. Wewe ndio utaleta mtabaki. Wewe ndio utafanya hivi. That word ili engage, ili tengeneza systems ambazo zilianza kupigana na yeye. Systems za kumake sure huyu mtu hatazaa na hataleta kiongozi. Mtoto wake wa kwanza akakufa. Mtoto wake wa pili akakufa. Mama akakufa, bibi sasa mother in law
hizo system zikaua bibi baada ya ndio wakamate kamse. Na kamse kalipokamata kaliambiwa leta kitu. Akasema nitaleta busi. Kabla kasikia achie kitu nitakupatia, hii kitu ni yako. Wewe utakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leta kitu tuweke kama alama. Aliposema nimekubali nitaleta busi, akaambiwa kenda. Akasema busi kubali nitaleta, kabla basi kuja. Kamama ndio kalijichagulia kile kitu kanataka. Alimwambia leta mkono. Hii pete tuachie hii pete. Na kakatoa. Sio kakaangalia ako na fimbo, kakamwitisha na hii fimbo leta. Kalichukua vitu vingapi? Vitu viwili. Fimbo na pete. Sasa nyinyi wa Kikuyu mnaelewa. Pete inasimamia nini? Pete ni maagano. Kakachukua maagano. Na fimbo inasimamia nini? Authority, uongozi. Kakachukua maagano na kakachukua nini? Authority. Hiyo ndio kalikuwa kanataka. Na hiyo ndio ilifanya kavae mabuibui na kajifanya kama prostitute. Kachukua hizo vitu kapi. Because kajua huyu mtu is carrying a destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Kajua Jordan alikuwa amebeba destiny. So they were working for the destiny to be destroyed. There are demons who won't touch you until you try to get into your destiny. Demon assigned to monitor you. They will give you money. They will give you whatever you want. They will give you a car. They will give you whatever, and when the situation that you want to be in, they will give you anything that you want. Until such a time, ugusa destiny. Wanakuja. Wanasimama. Wanakuuliza unaenda wapi? Na hapo ndio anaanza kukushughulikia. Unakuta ulikuwa tajiri, ulikuwa na kila kitu. Sasa unaanza kufaruki. Kumbe ulienda kanisa kwa wariki, ukanunua viti ya dini. Because hiyo ndio sababu ulitajirishwa na Mungu. Ndio kingdom financial. The day you start financing, ndio unaanza kulipiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama kamebeba na kama kalikuwa kametaimu, tupo itashika. You see the conspiracy? Kalikuwa kametaimu, kakajua bego iko tayari kukua fertilized. So kalitaimu mse, kakataimu mahali katakutana na mse, na kakataimu siku, na kakakuwa na timing. So the devil works in the timings. God works in the timings. These things are timed. Ndio unasikiaga. Nilijaribu wakati tu nilienda kufungua hiyo duka, ndio mambo yangu ilianza kuporomoka. Immediately nilifungua duka, nikasikia mtoto wako amekuwa alikuwa anataka Amerika. Immediately nilifungua hiyo duka, nikasikia watu wote wale partners wangu tulikuwa nao wakaniacha. Immediately nilifungua. That is a timing ya kulipuliwa. Kama kalikuwa mayai tayari kukua fertilizer. Mzee aliingizwa kwa chochote na akakamatishwa Nairobi. Akakamata Nairobi vizuri sana. Nikasikia vizuri. Lakini kuna vitu vingi vilipotea. Authority and the covenant. Zimeenda. Na hakujua. Alipofika kule, akatuma yule mzee anaitwa Ndura. Akamwambia peleka hii pusi, kuna kamera yako kwa mahali fulani. Katakupatia mkwajo na katakupatia kudini. Kurudi huko kauliza atawazee huko. Kwenda kama mara ya kauna hala. Baka mwambia hii kijiji yetu. Haina kamera ya. Hii kijiji yetu hainaga. We, ni nini unaleta hapa? Hii kijiji hainaga maraya. Kama kakaenda kakatulia, game imefaulu. Mfako imeikia, kakaenda kakalala. Jihadhari. But the deal is too good. Think twice. Kalienda kakalala, akajua sasa nikoje yajewe tempo. Wakati mzee Juda akaangalia kamama, akaambia wasee, nitirona mtu mioya, uya tuwakamata. Kagikoro aganeke. Mzee akatimana, kaita kamama, nguo sasa imerusha nje. Kamama sasa hiyo kwa sababu kanijua bibi ilishaiva. Ndio nakutaka kamama kama hapo tupo hata kana press tupo inatokea mbele kabisa. Ndio kanataka kaonekane because sasa action, the next action plan imeiva sasa ni kukoka pale people. Kakakuja kanapiga toka mbele yangu. Na tunatema mama. Sasa ni uchokozi. Ndio the next action ianze kufanya kazi. Mzee akasema, "Utikiona kongo, wakwa utiwekiro maraya." Na unataka nini fanya? Wakwa utiweko kwangu.
mimi siwezi kubali malaya kwangu. Hii hapana. Na nimesema kanyokwe. Na yule alifanya hivyo anyokwe. Na kamzee kakaitisha kikao. Kama mama akakuja kanyokwe. Na yule alifanya hivyo anyokwe. Walifika pale kama mama akakuja. Sasa hiyo anataka kutembea. Amecho. Akauliza wasee, no, mnaweza kunikubalisha nikimbie kwa nyumba nijete kakitu na tuongee. Anasema, security. Tuwapeleka hiyo jangili. Na kuleta kesi ya kuchinja. Kama makakaida mahali kalificha, because it was a plan. It was an agenda. Kalificha. Kakaida kakatoa pete. Na kakatoa fimbo. Kakakuja kwa msemi. Kakakuja kakafunguka via security. Fukua hiyo vitu. Hata akaguzi. Fukua. Taona. Baka fukua. Akauliza, mwene hiyo mkwaju. Na mwenye hiyo pete. Hata kaogei. Juda akachukulia hivi. Kichwa akainamisha. Watu wakaangalia Juda. Juda ameinamisha kichwa. Kamama kakasimama. Niko tayari kuchinjwa. Na tuchinjwe na mwenye kufanya nini? Kulingana na amri ya Shamani. Shamani alisemaje? Nimekubali, mimi ndio nimefanya makosa hii na ninaomba msamaha. Game done. Mzee amefikisiwa. The prophetic word has been fixed. And you are spiritually dead. Sasa ni Mungu akuhurumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii tugo tunasikia huyu mama. Hii tugo, the first born was wicked. Tunasema tuende verse what? Verse young goat and hand is fed. Tuende verse Judah acknowledged it. Now it came to pass. That's okay. Verse 27. Now it came to pass at the time for giving birth that behold, twins were in her womb. Kumbuka Yakobo walitoka na nani? Walitoka na Esau. Na Yakobo alikuwa anataka kuovertake Esau. Hebu sikiliza story nyingine hapa. Utasikia ikisema, now it came to pass at the time for giving birth that behold, twins were in the womb. And so it was when she was giving birth that the one put out his hand. Venye Jacobo alikuwa anafanya, put his hand, and the midwife took a scarlet thread and bound it on his hand, saying, this one came out first. Then it happened as he drew back his hand that his brother came out unexpectedly. Unaona kale kalifungwa kitambaa, kalitoka na mabili, lakini kalikuwa kamegusha mko kama tu kama Jacob alikuwa. Sasa wakati na buruza kaona kingine ndio kametoka. Kale kamefungwa utabiri, sio kale kametoka na bawani. Unaona hiyo mjanja? It is generational. Imetoka bali. Sasa kale katoto kalizaliwa. Sababu nataka tumalizie hapo. Kale katoto kalizaliwa. Kaliitwa nani? Kamoja kaliitwa Perez na mwingine kakaitwa nani? Zera. Sasa watoto wamezaliwa. Game imemalizika. Ya kuvunja the prophetic word. The delay, because the purpose and the method was there. It was to cause a delay. Some of you are suffering because it is a delay that is in your life. The prophetic word is still existing. With the word that was spoken for you are still existing. But there is a delay that was next occasion by the trick kind of life that happened in you. Kuna mambo yalifanyika, tricks zilifanyika katika maisha yako. That's why there is a delay. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuende Matthew chapter 1. Matthew chapter 1. Tuone genealogy of Jesus Christ. Ndio ujue hao watu wakiamua kukuvamia kai wako. Tuone the genealogy of Jesus Christ. Matthew chapter 1, tuanze verse 1. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begot Isaac, and Isaac begot Jacob, and Jacob begot
Judah. Sasa tunaanzia kwa Judah because we are dealing with a prophetic word that is based on Judah. Judah and his brothers. Judah begot Perez and Zerah, wale mke wa his two sons. Sindio? Are we there? Yes. Are we there? Yes. Judah begot Perez, Zerah and Perez by Tamar. Twende sasa mwanzo kuhesabu. Mseme 1. Perez begot Hezron. And Hezron begot Ram. Ram begot Aminadab. Aminadab begot Nahashon. And Nahashon begot Salmon. Salmon begot Boaz. Boaz begot Obedi. Obedi begot Jesse. Jesse begot David, the king. How many generations? After the mission of the prophetic word, one generation then was 150 years. One generation, siku hizo ilikuwa 150 years. So how many years imefanyika kuproduce king? 1,500 ndio imefanyika for the prophetic word from Judah, from Jacob, to be fulfilled out of Judah. So that is how you've lost again. That is how you are in a trunk that is carrying you, a lost man, a confused man who lost the game many years ago. Not because you committed sin, but because a foundation of sin was created somewhere. Bwana Yesu asifiwe sana. It took 9 generations zilipotelea. 9 good generation. Could you be in that? Unaweza kuwa kwa generation ya 6. Unaweza kuwa kwa generation ya 7. Mliambiwa nyinyi ni matajiri. Kumbe ni generation ugoje miaka ingine 200 ndio utajiri kuja. Which way forward now? Which way forward now? That is how, and that is when you discover your suffering. We're in the midst of our nowhere, in the middle of the desert. We are fighting things, we are fighting demons, we are fighting foundations that we cannot be able to handle. These things, unless God reveals himself to you, these things are so complicated. I feel pity for you because I can see umepotea kabisa. Umechukulia. Naona mkiniangalia tunaona umejihurumia. Because this is what you've never been taught. Nikikuja nikuwekelea mkono hapa tigani kuteremke. Now you are operating on a curse that is going to take 10 years, 10 generations. This curse guy itakuja lakini si wewe. Uko mbele. Watoto wako wataendesha gari. My mother in 1870, a man of God prophesied to her ataenda ng'ambo. Unajua alienda nini? Akiwa na 82 years. Nilimpeleka kwa airport. Mimi ndio nilifanya mamangu aende ng'ambo. Nilimpeleka airport, akaingia kwa airport. Akaniambia maneno ilitolewa nikaenda airport. Lakini ameenda akiwa na 82 mpaka kanisa. Huyu Mungu, mbona aache niende nikiwa mzee? Si nikienda nikiwa msichana. Kumbe lazima ni angenizaa. Kumbe lazima ningeishi. Ndio nipate green card. Ndio niende Amerika. Ndio prophetic word kwa maisha yake itendeke. Uko ndio na shida ya kushuka kule ndisha. Sigeli na mambo. Sio. Bwana ni mwema. Leo tunataka mafuredi jeka kabisa na shaka. Sikilia ndio shida magela. Tadomea shida bwana. Mtoto wa jeka. Na nikamwona sasa ni amenipigia. Nimetumia fedha. Nikamwona nisia kuikate. 500 sikate. Kaniambia tutumia fedha yake. Ukumbuke huu wasijeka tu. Vitu zake zinakuliwa na wajaruo na waluya na wakamba wanajiita trustees.
So jichuke na uangalie what kind of a position you are. What is this kind of spiritual curse that is operating in you? Because this is an intrigue. This is an intrigue. Hapa ni Mungu tu alisaidia familia. Ni Mungu tu kwa sababu aliheshimu Yakobo, na kwa maana alisema Yakobo nitakubariki na nitakupatia uzao. Hiyo tu ilifanya Juda abarikiwe. Azete mtoto. Na alafu wakaambiwa full stop mpaka 10 generations, 1,500 years. Umejihurumia. Hata mimi nimejihurumia, nimefundisha yule nilirudisha chini. Tani msimama nilianza kutoni dawa. Nilikuwa na kihelehele nyingi, nikaanza kutoni dawa. Nikajiona. Najua mchungaji akiwa yako na nguvu, akihubiri mahubiri na unanga anatoa ngurumo. Mpaka kanisa nisikia maspika zote zinaguruma. Kuna mahali ukiona mchungaji anaanza kurudi chini. Amekamatwa. Hata mimi nimekamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa nituite Mungu tu akuje tunusuru. Nituinue madhabahu. Tuitishe Mungu atuokoe. Because we are in a trial. All of us, we are in this situation. It is so difficult. It is curses, generational curses, occultic curses. But above all, the most dangerous one, it is a spiritual curse. Bwana Yesu asifiwe sana. And it causes death. That is why you have always been discouraged in business. That's why you're discouraged in whatever you do. It is a discourage. Anything you plan to do, it will die at some point. Any move you try to make, it will die at some point. Then you will never be able to open. How do we do this? How do we do this? Let's go to the book of Jeremiah. Jeremiah, chapter number 1. We start there from verse 7. Jeremiah. We start from the book of Jeremiah, chapter number 1, from verse number 7. Hallelujah. Washindwa, makondo za Bwana za Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Umerogo. Bwana tunamwomba Baba. Hii klasi mtawacha sasa. Hii klasi inawasumbua. Chapter number 7 inasema hivi. But the Lord said to me, do not say I am a youth, for you shall go to all to whom I sent you. Meaning, kama umeza, what is the way forward? Meaning, umefika mwisho. It is beyond you. It is you are telling Jeremiah, I'm sending you to destroy altars. I'm sending you to conquer. I'm sending you to hear, to do things. But Jeremiah insisted that I have no knowledge about this thing. I cannot understand. Then God spoke to him. Akamwambia, from today, never again say, I am a youth, or for where I will be able to send you to go. And whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Do not be afraid of all those things I've told you. Because those are the faces of your life. Those are the faces that you face, the challenges that you face in your life. Do not be afraid, because God is giving you a mandate. God is giving you something new. God is creating a new dimension, a new move in your life that will change and transform you, that will make you drastically a different person. Number 8, do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, and the Lord akanyosha mkono wake, akaniguza mdomo wangu, and he put his word. So you need that special touch from God, so that he can put words in you that will speak fire to this kind of the Spirit. Then he told him this. This is where it is so important now. Behold, I put my words in your mouth. Verse 10. See, I have this day set you over the nations and over the kingdom, to root out
and to pull down, to destroy, to throw down, to build, and to plan. That is the most important, significant statement in your life. That see today, I have set you over nations and the kingdom. That's the life that you need to seek there. That see today, I've given you, I've set you over nations and the kingdom. Now, what is a nation? For those who have gone to school, what is nations and what is kingdom? These are two things because God is dividing them, separating them from one another. That see today, I have set you over nations and over what? Over kingdoms. So what is a nation? Nation is an institution. Hallelujah. Nation is what? An institution. But kingdom, it is an authority. But there is a special nation is an institution, but kingdom is an authority. Therefore, when you are given over, you be set to over nations, it means nation being institutions. Now let us look at the institutions. What are these institutions? Marriage is an institution. Church is an institution. Serikali ya Kenya is an institution. What you do on daily basis, business you do, it is an institution. Where the house you own is an institution. Your mother, your wife, your husband is an institution because it is instituted in the name of marriage. So God has given you authority over this institution. For you to do what? To pull them down, to overthrow and to destroy them. Then to plant and to what? To raise up. But again, there is this kingdom. He has set you over kingdom. The institution, every institution, it got a spirit behind it. Hallelujah. Every institution, it got a spirit that is behind it. And that spirit, it is the king. In my marriage, I am the husband, I have a wife, I am the king of the family. So whatever is happening or will happen in a marriage, I will be the king. So my spirit will lead. My spirit will control. My spirit will say, as a kingdom has a spirit, but a nation does not have a spirit. It will become a kingdom when the spirit from the kingdom is connected from the nation. Did you get me there? Did you get me there? Therefore, when he tells you he has set you over nations and the kingdom, he has set you in the spirit, the physical part, that's the institution, and the spirit behind the institution. Kenya is a nation, but it becomes a kingdom when you put the presidency. That's why we call it the presidency. The presidency, it got its own flag, one flag, the presidential standard. That is now to say, this man is a king. He has his own flag. But there is a special. Through that flag, that is what the spirit that controls this Kenya. That flag, you see the president says, hiyo ndio presidential standard. Hiyo sasa ndio kale kamungu kanatawalaga Kenya. Because wherever he goes, inapandishwa. Akitoka, inateremka. Akiingia kwa hii gari ingine, inatolewa kwa hii gari, inawekwa kwa gari. Lazima ikuwe mahali ako. Because that is the authority he rules with. That's why they are told and they are asked to choose the color and what is supposed to be emblazoned on that flag. Because that is where the spirit that he uses to lead this nation is. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia kama Uhuru, he chose his father's flag. Ile ya blue. Lakini Ruto chose the URP flag. Na akaweka blue. When Uhuru chose the flag of his father, he behaved and lived like his father. His characters, they were of an old man. He was never able to reconcile. He was never mpaka kuna wakati ilifika akaita Ruto kijana. Ati huyo kijana tumpatie miaka ingine akae. Because in him Kenyatta was speaking. Bwana Yesu asifiwe sana. In him who became a very old man who was not thinking uprightly. Because he was an old man, because of what he chose, the kind of flag he chose. He never ruled this country on his own. He ruled this country on the spirit of his father.
And that's why he asked for the Bible that his father used to swear in with. When Uhuru was in power, he was not unable to reconcile with his own deputy. But when he handed over the flag to Ruto, he was able to go to Ethiopia, akaleta amani. Akaenda DRC, akaleta amani. Akaenda kwingine ameenda wapi sasa hivi? Sudan, analeta amani. But when he was in power, he was unable to bring peace in his own cabinet. Why? Because it was not him. It was his father. It was him. And his father was seeing all these other people as young boys. So there's nowhere he could negotiate. That's why he overruled everything. Akakuja akapia soko toka. Akapia he was himself. He was the power upon himself because he was behaving like a man or known man and looking at everybody as children. That is the spirit I'm addressing. When the spirit of such kind of comes, spirit ya shosho yako inaweza kuja. Ndio unasikiaka huyo akieba na shosho. Uko na shosho yako. Ndio uko alo, uko na shosho alo. Because the spirit of your grandmother. Na ndio hiyo unasikiaga Samuel ni Samuel kama ni Saul alienda kwa mganga aitishiwe spirit ya nani? Ya Samuel ndio aongee na Samuel. Na wakati Samuel alitoka alimtokelezea akiwa amevaa nguo za nyeupe. Alikuja akamwambia kwa sababu umeniita, uja tuende tukakae. Kwa hivyo ni wakati unaenda kutembelea makaburi, ujue unaitwa, unajiita wewe. Hiyo unaenda kwa madarafa, umoja wa madarafa na hiyo nyingine unaenda kujiita, unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are dealing, then the Bible that says in the verse 10, we were in verse 10. See, I have this day set you over nations and over the kingdoms to root out and to pull down. Now you got the power to root down those systems, those institutions that manipulate you. Ukiangalia your problem inakujanga kupitia kwa marriage. Unajua shida iko hapo. Kama problem yako inakujanga through business, una address from the business angle. Ukiangalia problem yako kuna ile ka angle problem yako inapitiana. That is where now the kingdom that rules over you is. Now deal with it from there. Don't come for a general prayer. We have no general prayers. We address issues and look where the problem is. Where uniwapi unagokea wako. Ukipona msee ndio unagoko. Ukivukoka biashara ndio unagoko. Ukifanya kitu fulani ndio unagoko. Unajua that is where the strong man in your life is. Hallelujah. That is now identifying the nation. And now, once you know the strong man, you understand the spirit behind it. You're the kingdom. You understand the spirit. Wale wana warekabu walikuwa wameambiwa wasikunywe, wasipande, wasilime, wasijenge, na mzee akakufa. Nabii wa Mungu akatumwa na Mungu, maana Mungu tu ndiye alikuwa anajua siri gani. Ni kwa nini huyu mzee aliwaambia wasikunywe? Na walikuwa Mungu pekee yake ndiye alikuwa anajua hawa watu wamefukwa na nini. Ndio akatuma nabii. Nabii akaenda akaambia mkunywe glasi moja moja. Kama wangekunywa hiyo glasi moja moja, chiwewe shale tioni modeoria zingekatika. Lakini hawakujua, they stuck to those. Walikataa na wakasimama wito ni kule Mungu hapo. And God ndiye ametumana, lakini walikataa wakasema kwetu kuna Mungu hapo. Wakastick to Mungu hapo instead of sticking to God. Because there's things that happened 300 years. Do you know them in your family? You don't know. You only need God to come and reveal it. You only need God. And when God comes and sends an angel to come and speak to you, stick to those words of the angel because he's setting you free. Hawa wazee walipokataa, huyu jamaa aliondoka. Kumbe kile kitu kilifanyaga huyu mzee awache. Ukipekwa ni kule Mungu hapo kwa nini? Ni mwenye tu uliwaambiwa ati huko tutikagia morogi, huko hatuwagi ati wedaka na waboi waliwanagi, sisi hatuwagi kabila ingine. Sisi kuna hiyo kitu ilikuwa imefanyika. Kama ukisikia kusema huko tutikagia mundu mutinyita wa medaiga, kulikuwa na medaiga. Ndio kwa maana hiyo neno ilitolewa. So address it. Address it. Nani alikuwa na medaiga? Kwa sababu kuna mtu.
haikutoweka kabisa. Kuna mtu kwa familia ako na, kuna clan kwa familia, kuna watu kwenye familia yenu wako na hiyo kitu. So that is where you start now addressing. You don't come for common baba as a pastor aliyokiwa kimwekiliku. Ninaongea nini? Aliyokiwa kimwetu wenu wangu ni toka kaida hata. Hapana, mimi si wa kaida hii, mimi ni wa forever. Mimi ni wa forever. Hiyo kuja kuniambia mimi ni wa kaida kaka, peleka kule ulitoa hiyo ujinga. Mimi sitakubaliana na wewe, peleka ujinga yako bana. Mimi ni wa forever. Namba 2, sitaongea hiyo naniambia niongea moja. Ni nini naongea nini? Jarieke. Ndio jarieke. No, this is how you do the research. Uchimbe vile tumeshimba. Baka tukaona pale hawa watu walipotezea. Tumeona tumechimba kutoka bali. Tumekuja baka tumeona makosa ambayo ilifanyika ya usherati katika familia ya Juda. Ndio ilifanya hiyo kuwe na delay ya miaka 1500. Na bado hiyo kitu ilifuata Yesu. Hiyo spirit ya usherati ilifuata mpaka Yesu. Yesu akienda kutembea hivi alikutana na kimama kimechota maji. Hiyo kimama si maji kilikuwa kinatochota, kilijuaga huyu jamaa anapita hapo. Anakuja kikakaa mzuri position kama baba yako ule kukaa yao. Wenye kilikaa. Hiki kimama kimaraya kilikaa kwa position mzuri. Hivyo. Kilikaa kwa position. Ndio Yesu akione. Na Yesu anamwambia wewe, ukipenda kile yangu wewe, kama hayo sio ndio. Akamwambia si huko mpaka na mwana mwingine na mwingine. Basi basi unataka nini? Kimama kikaendelea kuinsist kitembea na Yesu kwa sababu kilikuwa kimeenda toka hadi sana. Huyo mama hapo amechukua wokovu kwenda kwa Yesu, itoka hadi sana. Kwa sababu ni ile spirit ya kile kimama kilikaa kwa barabara kikateka huyu mzee. The same spirit. If you know the spirit does not care who you are. It does not care what you are. Kama ni spirit ya usherati iko kwa laini ya kwenu, hii haijalishi tu wewe pastor. Pastor hakugate. Inakuwa kushe na kupika daftari. Na inua tumudi tu. Na unaendelea kusema haleluya. Haleluya. Ngapi wamebarikiwa? Yes. Sasa mtasikia. Tumefurahi. Hatujaomba? Sijaongea neno moja? Ndio ni bahasha. Kila mnajua tunabebanga bahasha na kelele bahasha zetu hapa. Amechukua bahasha zingine hii class. Hii tunatoa. Yes man. Swali. Hi. This thing is giving you. Your sister is so confused. Bye. You're going. You're coming back. We are tunamaliza kuja tuacha kwenda. We are finished. Ama unaenda hapo. I'm talking to you. Where are you going? Anaenda. Wale watu wake. Can I go get out of there? Let me just sit down. We have 2 minutes. We are about to finish. Yes. Listen. What if in the process there was a ceremony? Maybe there was it was like a get together, and maybe they took such a vow. How can you get out of it? Because, for example, it's from my grandfather. He had slaughtered a cow and commanded, for example, all his sons, he has 9 sons, to say that no woman should stand before him to speak anything. So with that, there was that sacrifice, and I think there were like 2 goats. So no women will stand before men to speak. Okay. Nimepatia watoto wangu authority. Sasa na wewe unataka kuingia kwa hiyo kwa ukanyaga wanaume. Not really. Because that one can hinder you from maybe your destiny. Yeah. How will it hinder you? Okay, they can hinder you because maybe if you don't know, or maybe because who don't know, the cost that you was already paid.
I'm teaching you now. I'm directing you. Situache kuuliza maswali because of time. Uliza tu yako. Only one question. Uliza tu. It's not a question, but it's like a confession. Yeah, you want to confess. Okay. Go. Praise the God, church. Praise the God again. According to what the man of God has already taught us, nimefeel siwezi toka hapa before ni confess this. I can't get out of this place before making this confession. My father, okay, my mom is a second wife. My father was a womanizer. So ile familia ya kwanza, before mamangu waoleke, wao walikuwa watu wakubwa, wameoleka, and there are people who are well up kabisa, ni watu mabadili kabisa. But my stepmother ni Mkikuyu from Nyeri. So zile sarakasi zenye walitenda na dad, so my father, wakati my mom alikuja kuolewa in that family, ilifanya my father akaacha kazi. Na akasema hakuna mtoto wangu atakuja kuolewa na Mkikuyu from Nyeri. Praise the Lord. Sasa wewe unaolewa na Mkikuyu wapi? I'm married from Mkikuyu wa Nyeri. This is the story. The moment mamangu alikuja kuolewa, I met my first boyfriend when I was in Form 2. Tukapelekana up to Form 4. Sasa after Form 4, nikapata mimba. That is the moment mama yangu mzazi anakuja kuniambia, your father alisema mtoto wake asiwahi kuja kuolewa na Mkikuyu from Nyeri. And this guy was already Mkikuyu from Nyeri. So I had to cut off the relationship and move on. So ilifanya nikakuwa na that bitterness towards the Kikuyu. Later fall in love with the lawyer guy. Wakati nilikuja tukakaa na the lawyer, zile mateso nilipitia in that house, oh God, I can't go back. Such that ikanisababisha mimi mwenyewe nikatoa curse towards my children. Na already nikitoka kwa boma ya huyu kijana Mluya, nilitoka na mtoto wa 1 year. So nyumbani nimeacha my first born, nimekuja huku nimepata mimba, nimetoka na mtoto. So the moment I went back home, because of that bitterness, niliishi kuambia watoto wangu, no, hakuna mtoto wangu hata mmoja niwahi sikia hata nikikufa saizi akuje kuolewa na Mluya. So umeendeleza kazi, endelee. So ikakuja after sasa kutoka kwa Mluya, nikakuja sasa, yani in between the first boyfriend na huyu Mluya, hapo katikati in the process of sarakasi, I fall in the hands of another guy who is a lawyer. Akanidunga mimba. After kudungwa mimba, niliishi kukata hiyo mimba kabisa kwa sababu niko na mtoto mdogo. Nilikata hiyo mimba kabisa. Nilido each and every means to do abortion, but ilikataa. But ile siku nilikubali, nikasema I will just move on. That is the siku hiyo mimba ilitoka. And what is so surprising, he was a baby boy. Profit ningemlem after my father. So ndiposa sasa nimekuja nimeolewa na Mluya, nimetoka kwa ndoa na mtoto, nimerudi nyumbani. Nimekaa for a while, nilikaa almost 2 years, more than 2 years nikiwa single mother. Maisha ni kung'ang'ana hapa na pale, maisha ni kung'ang'ana, nikabring up watoto wangu. So in that process tukajuana na a guy who is an auditor wa serikali. Anafanya kazi hapa Anniversary Towers. The guy is well paid, hakuwa na shida yoyote. Alikuwa able to take care of everything. But he's a Kikuyu from Nyeri. Yeah. Nikatoka hapo. Then I met another guy. A guy who is working in a good company, a tourist. Well paid, financially stable, but the guy is from Nyeri. Mimi sasa nikakaa nikasema, sasa imefika mahali, it's okay. Finally, I met my husband. My husband is a Kikuyu from Nyeri. Kisha. Bachia. Apostle. Hata hapa ni wa Nyeri? No. It's something that happened in my home. There was the first
was in high school. I think in the late 70s. And by then, my grandfather, not my father's father, was alive. Just near our neighborhood, kulikuwa na watu ambao familia tu iko hapo. By then walikuwa wanaitwa watu wa Nairobi. And therefore they used to hold you cases the whole night. Sasa walikuwa wanapiga ndalama. Sasa kupiga ndalama the whole night, it was becoming a nuisance to my grandfather. So now when he heard that now my brother is called Michael, ya kwamba ameokoka, akakasirika sana mpaka katumana akasema huko kutikana kwa moyo kwa kuja Baibai. Hapa kusije kukaa mtu ameokoka hiyo. And I remember now what happened. Now my brother got born again. That's the one because I wasn't to my home. He was, I think, in Foxley. So after some years, and he did so much because I remember he was saved by God. Akiendelea kuongea tusimame kwa miguu. Sasa one day tukawa akaleta maombi. Nakumbuka mamangu akitukumbusha kwamba tusipeleke maombi kule, maana Mungu alikuwa amesema usiwe mtu ataleta hiyo maneno huko. What about that? Ndio mimi Genesis. Ya hiyo kiokoko. We shall have that answer on Sunday. Sunday will be dealing with the answers emanated from generational curses, spiritual curses, and the occultic curses. By pamoja, tutakuja na solutions. For now, I want you to go and pray. This is a matter, very serious matter. You go for 7 days kutoka leo, tutaomba. God will reveal to you so that when you come, you will be able to deal with it. And you come with a sacrifice. Out of the revelation, ile Mungu atakufunulia ukuje na sacrifice ili tuweze kuvunja na kucancel those words. Amen. Amen. God bless you. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, sema ni Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Aliye hai. Nimekuja mbele zako. Nimeelewa mengi sikuwa najua. Nahitaji ufunuo kutoka kwako. Nijue ni nini kimekula maisha yangu. Maana sina uwezo wa kujua na kuhitaji. Sema amen. May God bless you. May God lift you up. As you go home, you'll be protected by the Holy Spirit. Amen. Live a life that is a Christian, life of God. Do not live your own life. Amen. Life is spiritual. Amen. Seek God when He is found. Amen. In Jesus' name. Amen. So for those who has the sacrifices, the last time, wekelea hapa. Unajua umechelewa na wiki moja na sababu tu kufanya hiyo nini. Lete tu hapa. There has sacrifice here last time. Wachana na hii. Hilo lilete. Hii ya glass. Hii glass tunaitoleaga sacrifice because of that kind of teachings. This is not church. This is a class. You didn't know. I'm not saying you know. But from today henceforth, if you be attending, just be attending this class. This is more important. This is more opening. And it will help you to fight many challenges that you are facing. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So next time we'll deal with another topic that is profound in your life. It's profound. In what? My life. We'll deal with the family tree. Hallelujah. We'll deal with what? Family tree. So that I can tell you why you die at 40. Why your business inaangukanga at 30. Because it is related in a family tree. This happened. Ukiangalia Yesu kwa family tree yako ilikuwa. Na wewe utaangalia family tree yenu yote na utaona problem inakuwa wapi na shida ilianzia wapi na ilianza na nani. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tushangilie Yesu, tuseme asante sana. As you go home and now may the grace
Bethel Clouds TV, empowering lives.